Je, wajua ya kwamba kwa kutumia vyakula tu wewe mgonjwa wa kisukari unaweza ukabalansisha sukari yako? Hili ni jambo ambalo nataka kukuelekeza leo. Kumbuka wewe mwanadamu mwenye changamoto ya kisukari, na hii inatokana baada ya kongosho kushindwa kuzalisha insulini inayotakiwa. Vyakula hivi ukivizingatia vinaweza kusaidia kubalansisha sukari yako. Kwanza tunaanza kwenye mboga. Ukitumia mboga za majani kama vile mchicha, spinach, matembele, sawa? Hizi husaidia kupunguza kiwango cha sukari mwilini kwa sababu zina nyuzi ambazo nyuzi hizo husaidia kwenye uzalishwaji na ufanyaji wa kazi mzuri wa kongosho. Pili ni kutumia sukari asili isiyokuwa ya usindikaji. Sawa, tunasema ambayo haijapitia viwandani. Hapa tunazungumzia mchele wa kahawia, tunazungumzia mbegu za shayiri, tunazungumzia ulezi, tunazungumzia mtama. Wewe mwenye kisukari hakikisha unavitumia hivi vitu mara kwa mara. Hapa tunaenda kuangalia maharagwe jamii ya kunde. Sawa, hapa tunaangalia choroko, maharage, dengu. Hivi vyote wewe mtu mwenye changamoto ya kisukari inabidi utumie pasipo kutumia vitu vingine. Kumbuka ninachokutajia hapa ni vitu muhimu, ikiwezekana shika daftari, andika. Mfano kwenye upande wa samaki ukitumia dagaa pamoja na sato, wana kiwango kizuri cha protein au mafuta ambayo yanahitajika kwako wewe mtu mwenye changamoto ya sukari kuweza kuwekea vizuri. Kana kwamba ukiamka asubuhi unaweza ukapata supu nzuri ya samaki ambayo ukitumia hiyo itakuwa vizuri zaidi. Hapa nazungumza na wagonjwa wenye changamoto ya kisukari. Sio hivyo tu, hakikisha wewe mgonjwa wa kisukari unatumia viazi vitamu, na hapa atuzungumzii kwa wingi, kwa kiasi chake. Viazi vitamu kwa kiasi chake, maana yake kile kiazi jinsi kilivyokaa, sawa, kina siri kubwa kwa mgonjwa wa kisukari, ila sio kwa wingi, kwa uchache wake. Na hapa tunazungumzia kuchemsha, sio kukaanga. Kuchemsha na pasipo kuweka kitu chochote. Ila sio hivyo tu, wewe mgonjwa wenye kisukari hakikisha unakunywa maji mengi, hasa nyakati za asubuhi hadi kufika jioni. Wewe usijali kukojoa mara kwa mara, hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Sio hivyo tu, hakikisha unatumia mafuta ya mzaituni kama vile mafuta ya avocado, sawa, mafuta ya mzaituni, sawa. Haya ni mafuta ambayo yanaenda kusaidia moyo wako wewe mtu mwenye kisukari kufanya kazi vizuri na kuharibu na kusaidia mishipa ipitishe damu vizuri. Ila usiache kutumia kwa ujumla hapa, usiache kutumia vyakula ambavyo vina nyuzi, mfano vyakula visivyokobolewa na mboga. Hii yote itakusaidia wewe mwenye kisukari kurudisha normal sukari yako, ingawa itakuhitaji utumie kwa muda mrefu ili kuja kupata ile level inayotakiwa. Ila vipi nikikupa habari njema kwamba hivi kuna package maalum imeandaliwa kwa ajili ya kwenda kufanya mambo yafuatayo kwenye mwili wako. Kwanza, kwenda kusaidia kongosho kuzalisha insulin inayotakiwa. Pili, kwenda kuzibua na kusaidia mishipa midogo inayopitisha damu iweze kupitisha damu vizuri, kwa sababu aidha ulikuwa unapata ganzi na kadhalika. Tatu, hii iweze kusaidia, hii package ya tatu hii itaenda kusaidia kwenda kuondoa madhara ya ganzi ambayo ulikuwa aidha umeshayapata au ile short vision, uwezo wako wa kuona. Nne, ni kwenda kusaidia moyo kufanya kazi vizuri. Kumbuka, ukitumia package hii ninayokuambia, matokeo yake utaanza kuyaona ndani ya wiki moja. Aliyakuwa hivi vyakula inaweza ikachukua miezi 2 hadi 3. Hivyo basi, hakikisha unafuatilia kila video ninayokupatia ili uweze kupata elimu zaidi. Usisahau kufollow, kulike na kushare ili watu wengi wapate elimu hii.